Ndio, bado tupo katika kupika na kumalizia hatua zetu za mwisho kabisa za mradi wetu wa OVA project. OVA kama ninavyosema mara zote ni kifupi cha maneno ya Kiingereza, maneno matatu: Opportunities for Village Artists, ambao kwa Kiswahili unaweza kutafsiri kama ni fursa kwa wasanii wa vijijini. Kwa nini nimeamua kuita kwa Kiingereza wakati mradi labda unahusu wasanii wa vijijini? Hata mimi wakati naandika na buni mradi nilijiuliza swali kama hilo. Lakini nani ninaowaambia Opportunity for Village Artists now? Nani nilikuwa nawaambia? Nilikuwa nawaambia wadau wa maendeleo. Nilikuwa naiambia serikali yetu, nilikuwa naambia watu ambao ni high capacity thinker, watu ambao wanajua, naamini wa Kiingereza wanakielewa. Hao watu ndio wanaotoa fursa, ndio wanaotoa nafasi kwa watu wengine kukua na kuendelea kwenda mbele. Mara nyingi wanakuwa wakifanya upendeleo ama kwa kujisahau ama kwa ukaribu tu, walikuwa wanaangalia sana wasanii wanaoishi mjini. Sasa mimi ndio maana nikasema bana, tutengeze fursa pia kwa wasanii wa vijijini. Ndio maana nikaamua kuita kwa Kiingereza Opportunities for Village Artists. Kwa hiyo wewe ambao unaishi kijijini mwenzangu, uenda level yako elimu ndogo au kubwa, wala usishtuke useme mbona imeandikwa kwa Kiingereza inahusu, inakuhusu sana. Lakini hiyo maneno tunaongea sisi kuwaambia wao ambao wanajua Kiingereza, bwana tukumbukeni na sisi tukiongea kwa Kiswahili wenda wasielewe, afu watu wakakosa muda wa kutuuliza, kama tukaamua kuweka kwa Kiingereza. Huu mradi unahusu kuwawezesha wasanii takriban 15 kwa kuanzia kwanza, wasanii 15 kuwajengea uwezo wa mbinu za kuwa msanii professional, kuwa msanii ambaye anaishi kwa kutegemea kazi yake ya sanaa. Anafanya vipi? Inajulikana wasanii wa vijijini mara nyingi tunakumbukagwa sana inapofika labda kwenye sherehe mbalimbali za kiwilaya ama kikata, tunakumbukwa sana, na sisi ndio tunaotoa sana burudani kwenye hivyo vijiji. Wakifika labda mwenge au sherehe za chama, tunatoa sana burudani. Lakini baada ya pale huaga hakuna mtu mwingine yote anayetukumbuka. Labda itokee sherehe ya harusi tukaitwa, na tukienda kuperform kwenye hizo harusi unaweza kusikia tumelipwa, labda mtu akakupa kinywaji au akakupa hela tu ya kawaida, hata usafiri ukapakizwa kwenye mloli nini. Yani ndio maisha yetu sisi wasanii wa vijijini. Sasa mimi najaribu kujiuliza, kwa nini tunafanywa hivyo? Kwa nini wasanii wa vijijini tu ndio wafanywe hivyo? Kwani je, msanii wa mjini anapewa pesa ambayo yeye anabageni kabisa, bwana nitakuja kufanya hiyo show, nipeni milioni 10, nipeni milioni 7, nipeni milioni 15, wanabageni kabisa. Lakini huku kijijini sijui kama inatokea hiyo nafasi. Ndio maana nikaja na umradi ili tukae pamoja sasa, wasanii tuite wataalamu waje kutufundisha huko mjini wanaishije, ili na sisi tuweze kupenetrate au kupenya katika hiyo ramani ya sanaa kuchukua tunaishi huko vijijini. Kama nilivyosema, wasanii watanufaika kwanza kwa kupata mafunzo ya kuandaa kazi, lakini pia kitu kingine, mimi naenda kuwajenga wasanii solo performance. Yani msanii aweze kuandaa kazi, msanii mmoja aweze kuandaa kazi akaperform peke yake dakika 10, 15, 20 jukwani, na watu wakapenda, wakafurahi. Kwa sababu tumezoeshwa sana kujijini kundi na watu 20, watu 25, 30 ndio tunafanya sanaa. Mwisho wa siku hata mkilipwa milioni 10, watu mpo 20, hamwezi hela ikakidhi sana mahitaji. Lakini tujaribu kutengeneza watu, mtu mmoja aweze kuperform peke yake. Tukifanikiwa kutengeneza watu ambao wapo kijijini waweza kuperform mtu mmoja peke yake, akajiorganize vizuri, akatengeneza kazi, basi ndio ni rahisi sana kuweza kufanya kazi sehemu mbalimbali. Lakini pia itaondoa gharama. Hata kama kuna show labda atakwenda Zanzibar peke yake, atakwenda tu na begi, ataperform, atarudi, kuliko vile zamani kama lazima tuwe mkundi. Kwa hiyo OVA, Opportunity for Village Artists, inakwenda kutengeneza hayo mazingira pia ya kisanaa, kwamba aweze kuperform kama solo, lakini pia aweze kujiandalia yeye mwenyewe professional picha quality zile kwa ajili ya kuombea kazi za sanaa, lakini pia aweze kutengeneza portfolio nzuri iliyonyooka, au na biography inayojulikana, aweze kutengeneza zile EPK nzuri. Yani awe msanii ambaye ana document, yani zinashikika hivi kama msanii. Hata ukiamua kuwa compare
kama hajatokea wao wenyewe wa mjini na wa kijijini, naye pia awe nayo yale material. Lakini sasa hivi wasanii wenzetu wa mjini wanazo, wa vijijini wengi hawana. Mimi mwenyewe nipo na washikaji zangu huko vijijini na waona, mtu unamwona msanii wewe umemkuta, lakini ukimwambia una kitu fulani hana, hebu nitumie picha, watatuma tu picha, labda anaigiza, ipo jukwaa, ipo nani, yuko kwenye filamu seti basi, lakini zile kazi nyingine za jukwani watu hawana. Na mimi najaribu kuwaibua wasanii wanaofanya kazi za sanaa za jukwani ndio waende. Asante. Mradi huu umefadhiliwa na kwanza Feel Free Grant. Feel Free Grant ndio umetuchukua, umetupata katika maombi. Nasikia watu waliomba wengi, karibuni watu 100 na huko, lakini na tukaitwa kwenye shortlist watu kama 25, lakini mwisho wa siku tukaja tukapita watu 9 ndio ambao tulipatiwa hizo fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu. Kwa hiyo Feel Free, asante sana kupitia nafasi Art Space, lakini Swiss Embassy asante sana kwa kusapoti fedha hizo. Norean Embassy asante sana kwa kusapoti hela hizo. Mimi naahidi kwamba tutafanya kazi na nimetengeneza timu, bahati nzuri nimetengeneza timu nzuri na watu ambao watasimamia kwenye upande wa fedha. Mimi sio mtaalamu wa mambo ya fedha, kuna mtu nitamwajiri kabisa kupitia mradi huu atasimamia fedha. Kwenye upande wa masuala ya monitoring, and evaluations, kuna mtu kabisa nitamwajiri atakuwa kwa ajili ya kukusanya data ili kuweza kuona mradi unaleta impact gani, kwa sababu mimi sitaki kufanya masiara, nataka nione mabadiliko kweli. Na kwa kuanzia naanzia kwenye wilaya yangu ya Mkuranga kwa sababu ndio ninapoishi, lakini lengo langu ni kufika vijiji vyote vya Tanzania. Yaani sitaki kuona msanii wa sana za jukwaani akibaki hivyo alivyo. Uwe unacheza ngoma, uwe unafanya ushairi, uwe unacheza dansi za kisasa hizi lakini unaishi kijijini, uwe unaimba, uwe unafanya majigambo, uwe unafanya maigizo bubu yale maimu, yani uwe unachokifanya na upo kijijini, basi iko tunataka sisi tukifate tukitengenezee mazingira ya kikazi ya kiprofessional ili uweze kuajirika na uweze watu kuona hiyo kazi yako na ukapata kazi. Kwa hiyo ndio opportunity for village artist over. Asante sana kwa Feel Free Grant. Na sisi 2026 tutakwenda kuleta mabadiliko yetu kwa watu wetu, kwa jamii yetu, ili tuweze kufanya sanaa ya Tanzania inakuwa na manufaa kwa Watanzania wote, isiwe tu kwa ajili ya watu fulani. Asante sana. Over. Mradi huu unafadhiliwa na mpango wa ruzuku wa Feel Free. Mfuko huu unatekelezwa na Nafasi Art Space kwa msaada wa ubalozi wa Uswizi nchini Tanzania na ubalozi wa Norway Dar es Salaam. Over.